Karibu tena katika mafunzo. Leo nimekuja kuzungumzia kuhusiana na kutengeneza picha. Ukitazama video hii mwanzo mpaka mwisho utakuwa na uwezo wa kutengeneza picha. Sasa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kwenda kujifunza leo kutengeneza picha vizuri kabisa kupitia application mbili, moja ikiwa ni kubwa kabisa. Hapa naizungumzia Adobe Photoshop, na utaitumia katika simu yako ya mkononi. Kwa wale wakali ambao tayari mmeshatumia system ama software kutoka kwenye kompyuta ya Adobe Photoshop, nadhani mnaijua ukali wake. Leo tutakwenda kutumia kwenye simu, lakini pia tutakwenda kuedit picha ambapo zitatokea kama za location. Umepigia theme ama umepigia location. Nisiongee sana, twende kwenye simu afu tuone step by step nini ambacho kinatakiwa. Lakini wakati huo hakikisha kwamba unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili kuwa kwanza kupata video. Pia hakikisha una like, nataka comment hapo uniulize kitu ama uniambie unatizama mafunzo haya ama tutorial hii kutoka mkoa gani ama nchi gani. Sasa tunakwenda kutengeneza picha vizuri kabisa kupitia Photoshop, ambayo hii inapatikana kule kwenye kompyuta ama kwenye system ya kompyuta kama software. Lakini pia tutakwenda kutengeneza picha hiyo hiyo tukishaitoa kwenye Photoshop, tutakwenda kuitengeneza kupitia background. Kwanza kabisa utaingia hapo Play Store kwa hivi sasa. Ili kuweza kupata Photoshop utaandika tu hapo juu kwenye search hapo Play Store, utaandika Photoshop. Baada ya kuandika Photoshop, then utahitajika kusearch. Ukisha search Photoshop ni hii hapa ya chini. Achana na hii AI photo editor. Nenda hii Photoshop, hii hapa ambayo imeandika Photoshop. Kwangu ameandika open kwa sababu tayari nimeidownload, ila kwako utakuta wamekuandikia insta, utainsta. Mara baada ya kuinsta itakuwa tayari na wamekuandikia open, lakini pia utaikuta huku kwenye file hii hapa ama kwenye menyu yako ya simu. Pia kitu kingine cha kudownload, utakwenda kudownload pale pale Play Store neno ambalo ameandika ama application ambayo ameandika background. Background ambayo itahitajika uichukue ni hii hapa, hii hapa. Hii ndo background ambayo itahitajika uitumie mara baada ya kuwa basi umedownload Photoshop ama umetengeneza kitu katika Photoshop na ukataka kukirekebisha vizuri zaidi, tutakuwa una background kama hii. Hii ina remove background, tutaona kazi yake. Baada ya kuwa navyo vitu vyote, basi kitu kingine itabidi uwe na picha yako, ambapo mimi tayari nilienda location nikapiga picha, then nikawaambia usinitengenezee, yani nikawa nimesave pesa fulani hivi. Yani hapo una save pesa yako. Nikawa nimepiga picha mbili kwa buku, lakini tunajua kabisa kwamba ukienda location picha unaweza kupiga mpaka 5,000 moja, picha tu moja. Wengine pengine unaenda 3,000, pengine 2,000, pengine hivyo, yani bei ndogo kabisa ni 2,000. Lakini mimi nikapigia picha mbili kwa 1,000, maana yake kwamba ingekuwa picha mbili 4,000 kama wangetengenezea pale. Sasa wakati huo nimeshapiga kabisa picha ambayo ndio hiyo ambayo unaiona hapo, basi nitakwenda kufungua Photoshop yangu ama Adobe Photoshop, ambapo huu mfumo sasa unapatikana kwenye kompyuta. Ndio watu wanavyoamini hivyo kwamba unapatikana kwenye kompyuta tu na uwezi kutumia kwenye simu yako. Mara ya kwanza kabisa watakwambia hivi mobile app usage. Wewe utabonyeza continue hapa tap. Umeona? Ukishabonyeza continue utakwenda kubonyeza hili neno ambalo umeandika okay hapa. Ukishabonyeza okay, utabonyeza juu hapo allow limit access, kwamba kubali matokeo bila limit. Utabonyeza hapo juu kabisa allow limit access. Baada ya hapo sasa, hapa utakwambia kwamba unaweza ukachagua picha ambayo unataka kwenda kuitengeneza wewe sasa. Kwa hiyo mimi nitatafuta picha ambayo tayari ninayo. Najua kabisa kwamba picha za kamera zinakaaga chini. Kwa picha ya kamera inakaaga chini. Picha za kamera hizi hapa nadhani umezishuhudia mwenyewe, hizi hapa. Hizi hapa. Utachagua sasa picha moja wapo hapa. Utachagua hii hapa. Baada ya kuchagua hiyo, nita allow hapa kwamba ni picha moja ndio naoitaka. Kwa hiyo nita allow hapa.
Baada sasa kuibonyeza hii picha, itakuja hapa katika hii page. Umepaona itakuja wapi? Hapa katika hii page. Hapa sasa utabonyeza ka X haka. Baada ya kubonyeza ka X sasa, ukitaka kuongeza picha nyingine, utakwenda hapa kwenye manage. Ukishabonyeza hapo manage, hapa pia utabonyeza allow limit paths. Inamaanisha hapo utakwenda kuselect picha nyingine yoyote na itakaa yoyote ile, umepigia simu, umepigia kamera, umepigia nini, picha yoyote itakaa vizuri kabisa. Mfano utachukua picha nyingine hii hapa. Then nikishachukua hii, umeiona, au nichukue hii ya mwanafunzi hapa juu, nitaaloa tena hapa. Zimeshatokea picha mbili. Sasa baada ya picha zako kuwa zimekaa hapa katika menu kuu, itahitajika ujisajili kwenye hii Adobe Photoshop. Sawa? Kwenye kompyuta uenda unaitumia bila kujisajili ama unajisajili pia. Kwa hiyo sasa utabonyeza tuvimistari tutatu utu hapa juu tap. Ukishabonyeza hapo kuna tuvimistari tutatu juu kabisa, hapo utakuwa umekuandikia sign in. Utapabofya hapo kwenye sign in. Hapo kwenye sign in utaletewa kwamba usign in kwa, wanasema kwa Gmail, yani ukontinue na Gmail ama ukontinue na Facebook. Umenisoma? Wewe sasa, kama wewe utachagua au continue with Adobe, kama wewe ni mtu wa Adobe utachagua, lakini pia wamekuandikia sign in or sign up with email ID, kwamba anahitaji vitambulisho vya email ili uweze kuingia ama kusign in. Umenisoma? Sasa wewe utabonyeza continue with Google. Kisha bonyeza continue with Google, moja kwa moja utapelekwa kwenye e-page. E-page itakwenda na jisearch kama hivyo, yani ina load. Sawa? Hapa watakwambia confirm sign in account. Umeona? Confirm sign in account. Uta sign in. Sawa? Baada ya kusign in, watakwambia hivi, welcome to Adobe. Ukiona umekaribishwa, ujue kwamba yani upo katika mbioni kuingia hapo. Sawa? Kwa hiyo sasa utakwenda sehemu moja ambayo ameandika hapa chini, wameandika mouse. Umeona? Hauwezi kuingia moja kwa moja, yani ukafika tu ukaingia. Ni lazima utumie hii njia ambayo nimeitumia mimi. Hapa kuna mouse, utabonyeza pale kwenye neno select, yani manake ni, nadhani ni mwaka wa kuzaliwa ama tarehe ya kuzaliwa. Hapo utaweka tarehe, hapo utaweka mwaka wako, wanasema mwezi wako. Kwa hiyo mimi nitaweka mwezi wangu ni wa kwanza. Sawa? Lakini pia chini hapo wameweka year, kwamba ni mwaka gani umezaliwa. Umeelewa? Utaweka mfano kama mimi nimezaliwa mwaka huu hapa. Tap. Baada ya hapo sasa kuna sehemu imeandika country region. Hapo utachagua nchi ambayo unatokea wewe. Unaweza kuwa unatokea Kenya, unaweza kuwa unatokea Kongo, unaweza kuwa unatokea South Africa, unaweza kuwa unatokea popote pale. Ila mimi natokea TZ, yani maana yake Tanzania. Basi nitaacha hivyo, ama kama natokea Kenya, nitabonyeza tu hapa kwenye country region hapa tap. Wataniletea nchi zote hapa, zote za duniani. Afu mimi sitochagua, nitaacha hivyo. Baada ya hapo sasa utakwenda chini hapa ku create account tap. Baada ya hapo nadhani umeona imekuja mpaka hapa. Basi sasa utakuwa umekaribishwa moja kwa moja kwenye Adobe Photoshop. Sasa baada ya kuwa hapa utaweza kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika remove object generative fill. Sawa? Kuna sehemu kama hizi ambazo unaziona hapa juu, hapa napochezea hapa. Kwa utabonyeza hapo kwenye remove object. Ukishabonyeza kwenye remove object, ukishabonyeza hapo, zitakuja picha ambazo umeziselect pekee kwenye Adobe Photoshop. Hazitokuja picha zote za kwenye simu yako, nisikilize vizuri. Sawa? Utabonyeza
picha ambayo utaichagua mwenyewe ambayo tayari umeiselect na iko hapa. Sawa. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kitakuja hapa ni remove object. Kama umeshawahi kutumia Adobe Photoshop ya kwenye kompyuta ama umeshawahi kutamani kujifunza kuhusiana na picha, nadhani kwamba utakuwa unaelewa kuhusiana na remove object. Ni kwamba remove object maana yake ni kwamba tunataka subject wetu huyu jamaa ambaye kasimama hapa, ambaye ndo mimi Sauti ya Sifa, niwe nimesimama vizuri na nimesimama imara, hicho kitu cha nyuma hapo kitoke. Lakini sasa sisi hatujaja kujifunza hichi kitu, tumekuja kujifunza hapa katika Photoshop kumngalisha mtu, alafu kutoa hiyo background ya nyuma tutakwenda kutolea application nyingine ambayo tayari tushai download ambayo inaitwa background. Sasa wewe hapa utachana na hapa, sawa? Hapa kwenye remove object utachana napo kabisa. Utakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika editor hapa juu, editor. Tap. Ukishapobonyeza hapo, editor yetu itakuleta mpaka hapa. Hapa ndipo ambapo utakwenda kumaliza mambo yote. Hapa ndipo ambapo kuna mambo mengi sana ambayo leo tutakwenda kujifunza. Sasa jambo la kwanza, ili picha yako ikae vizuri, ambayo tayari umetoka kujipiga hapo, hiyo umetoka kujipigia picha ama umetoka kujipigia location na unataka uitengeneze vizuri, ni lazima picha yako kwanza, kama imelala kama mimi, umeona ilivyolala, ni lazima kwanza uforce igeuke. Sasa je, itageukaje? Utatafuta neno moja ambalo imeandika crop. Ila hapa utalibonyeza. Ukishalibonyeza hilo crop, kuna sehemu moja ambayo imeandika rotate. Hapa umepaona, utapabonyeza. Ukishabonyeza utabonyeza sehemu moja ambayo ni kama hii rotate pia. Hii chini hapa. Tap. Ukibonyeza hiyo, picha yako itakuwa inageuka kama hivi. Utaigeuza paka hivi, itakuwa imesimama. Umeona ilivyosimama vizuri. Baada ya hapo sasa utaachana nayo hiyo. Hapo kwenye rotate utaiacha hivyo hivyo. Cha kufanya wewe, utakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika accept ratio. Hapa utapabofya pia. Ukishapabofya hapo, picha yako itakuwa imekuletea kidimba fulani ambacho kitakuwa kina vitu kama vile vya kushika, kama hapa na hapa. Umepaona? Sasa utakuwa ukivuta hilo dimba hivi. Umeona ninavyolivuta? Nalivuta. Tap. Umeona? Nalivuta hilo dimba paka hapa. Umeona? Kwa hiyo nikishalivuta paka hapo, basi nitachana napo hapo. Sasa chini kabisa huku nitakwenda kutafuta neno la kwanza kabisa ambalo limeandikwa locks. Umeliona? Nitalibofya. Nikishalibofya hilo locks, inamaanisha kwamba kule nilikata kwamba picha yangu inaonekana ka sehemu kama aka tu. Umenisoma? Kwa hiyo sasa hapa kwenye locks nitakwenda kuchagua rangi ama muonekano ambao nautaka kwenye picha yangu. Mfano sasa, kama muonekano ambao nimeupenda mimi, kuna ua hapa. Umeona mtu alivyokuwa hapo? Hivyo ndo maana sasa wanachokifanya huko, wanasema wapi? Wanasema location. Lakini pia muonekano mwingine ambao nimeupenda mimi, kuna ua hapa. Umeona huu muonekano? Kumbuka kwamba kipindi cha nyuma huyu jamaa kabla hajaeditiwa huu muonekano alikuwa kama hapa. Umepaona hapo? Hapa ndo kamera ilichukua hivi. Lakini sasa hivi nikimweka hapa, huu ndo muonekano ambao mimi sasa nimeupenda. Sasa baada ya kuwa muonekano huu ndo ambao nimeupenda, nitakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika adjustment. Hapa nitapabofya. Nikishapabofya hapo sasa wataniletea kwamba niwe na adjust ama nichague tu muonekano hapa chini. Mfano kama nikichagua muonekano huu hapa, umeona picha inavyoungua hii. Huu hapa chini zeni. Hapa sasa adjustment wataniletea sehemu ambazo nitakuwa najaza ama kamshale kakujaza ili picha yangu iwe inanoga. Kwa hiyo nitaenda najaza. Lakini pia hivi maneno vyote ambavyo unaviona hapa imeandika split tone, color mix, blue, vina maana yake na vina mshale wake. Mfano kama mimi sasa hivi niko hapa kwenye adjustment. Sasa hapa huu mshale sijajua unamaanisha nini, ngoja nifanye hivi. Nimeupunguza kabisa. Ukishaupunguza unaweza kuzoom picha yako ili ujue kila mshale unafanya nini. Unazoom picha yako kama hivyo ili ujue kila mshale unafanya nini.
Picha yako kuizoom unashika tu vidole viwili hapo kwenye picha afu na zoom. Nadhani kila mmoja anafahamu. Hii hapo picha umeiona? Picha imepigwa kamera nzuri kabisa. Kwa hiyo sasa huu mshale wa adjustment unafanya nini? Na ujaza tena huko. Umeona mtu alivyokuwa, afu angalia na nikiupunguza. Kwa hiyo sasa utachagua wewe unataka huyu mtu awe hivi. Umeona hapo alivyo, ama awe hapa katikati. Umeona katikati alivyo, ama awe huku mwishoni. Nitachagua awe hapa, sawa? Baada ya hapo sasa nitakwenda tena kuchagua neno moja ambalo nimeandika spirit tone. Hapa kuna spirit tone pia kuna kitu chake, lakini hicho kitu lazima uguse rangi za hapa chini. Inamaanisha hapa tunacheza na spirit tone. Kwa hiyo nitagusa rangi hapa chini hapa chini nitakuwa nikichezea umshale huku nikiwa nagusa rangi za hapa chini. Umeona kama vile kuna kitu fulani kinabadilika hapo. Rangi utagusaje? Utashika utoto wa chini kama hapa afu utakavuta. Shakavuta hapo utakuwa unachanganya rangi. Umeona? Mtu anakuwa na rangi fulani hivi. Yaani anaenda anapewa rangi fulani ambayo wewe mwenyewe utaiona ni nzuri kwako. Mimi rangi ambayo utaichagua hapa haraka hii hapa no. Yes, hii itakuwa inanifaa. Baada ya hapo sasa tahamia kuna kitengo kingine ambacho kinaitwa color mix. Hapo kuna color mix pia kuna rangi kama hizi. Sasa taanza kucheza na rangi ambazo tayari nimeshaziweka kule, ambazo nilizichagua hapo mwanzo ama ambazo zipo kwenye picha yangu. Taanza kucheza nazo. Kwa nikipunguza kama hivi. Baada ya hapo nitahamia kwenye kitengo kingine ambacho kinaitwa blue. Baada ya kuona kwamba kala yangu mixi imekaa vizuri ni hapa. Nitahamia sehemu moja ambayo imeandika blue. Nitabonyeza pia. Hapa kwenye blue hii inamaanisha kwamba ni spotlight. Kwamba kitu ambacho kitakuwa hapo katikati ya duara kitakuwa yani ndo kinaonekana, ila ambacho kipo nje ya duara kitakuwa kionekani. Mfano nikiweka hapa kwenye kichwa, huku chini hapa haonekani vizuri, unaona? Lakini pia utachezea hapa mshale kama unataka hapa sionekane vizuri kidogo, ila huko juu ndo paonekane hivyo. Kitu kingine hapa kuna vignette. Utakwenda hapo kwenye vignette. Hichi kinamaanisha nini? Hichi ni duara ambalo litakuwa linazunguruka picha yako, ambapo ile duara unataka kuchagua duara lolote ambalo liko hapo chini. Baada ya hapo sasa picha yako kuwa imekamilika kama hivi kutoka kwenye Adobe Photoshop. Sasa itahitajika uisave, alafu zeni tuhamie kwenye kitengo cha pili ama kwenye application ya pili ili tuende kucomplete sasa kuedit picha kupitia Photoshop. Sasa saving ni kidote ambacho unakiona hapa juu, hichi hapa. Kwa hiyo utakibofya moja kwa moja kama vile kitu fulani cha mshale cha kuhifadhi. Ukisha kibofya picha yako itakwenda kujihifadhi kwenye device yako ama kwenye simu yako moja kwa moja. Naam. Baada ya picha yako kuwa imesaviwa vizuri kabisa, itakuletea option kadha wa kadha. Moja ya option ni kwamba sharing, kwamba picha yako unataka kuishare WhatsApp, Telegram, message na kwinginepo. Ila wewe hakikisha kwamba unatoka hapo alafu unakwenda katika ile application ambayo tayari tulikuwa tumeshajifunza, ambayo inaitwa background, ama tayari tushai download ile ambayo inaitwa background remove. Hapo sasa ukiingia kwenye application hiyo utakwenda kupata fursa ya kurimove background, lakini pia kuipendezesha picha yako vizuri ili iweze kutoka kali. Hapa kuna remove background, hakuna mambo mengi. Hapa utabonyeza X ambao unaiona hapa juu nyeusi, lakini pia kitu kingine ambacho kinafuata hapa utabonyeza pia X kama utakuwa na MB tangazo kama hizi zitakuwa zikija. Alafu zeni utabonyeza neno moja ambalo ni jekundu lina maandishi meupe. Umeona duara jekundu lina maandishi meupe ambayo yamesomeka remove background. Utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo inamaanisha kwamba ni kuadi picha ambazo zitakuwa kwenye device yako. Ndio maana hapa sasa wanasema allow background remove big 2 access photo and video on this device. Hapa uta allow limit access. Baada ya hapo
zitakuja picha zote ambazo zipo katika device yako ama katika simu yako. Wewe utachagua picha ambayo tayari unaiona kwamba uliedit kupitia Photoshop. Hapa ndio tunakuja kufanya final touch ama final editing. Kwa hiyo nitaibofya hii ya kwanza kabisa ambayo tayari nimeshahifadhi kwenye simu yangu. Baada ya kuibonyeza, basi nitakuwa nimehamisha moja kwa moja kwenye background na imeingia ndani hapo, na itakuwa picha peke yake. Pia nitaibonyeza na hapa. Nikishaibonyeza sasa, background itafanya kazi. Umeiona? Background mara baada ya kufanya kazi sasa vizuri, itakuwa kama hivi. Lakini pia background ya humu huenda isifanye kazi vizuri kutokana na picha yako tu. Mfano sasa, hapa background ijafanya kazi vizuri kutokana na kwamba nguo nilizozivaa na background zilikuwa zinafanana. Mfano kama hapa kwenye mkono hapa, nadhani unapoona kwamba pamekatika vibaya, lakini pia hata hapa kwenye mguu umekatika vibaya, utazame vizuri, umeona? Sasa hapa utakwenda kujazia wewe mwenyewe vizuri kabisa. Utajaziaje? Cha kwanza kabisa utabonyeza sehemu moja ambayo imeandika erase. Repair. Erase maana yake ni kufuta, lakini bonyeza sehemu moja ambayo kuna kapeni hapo imeandika repair hapa. Kisha bonyeza hapo, utaletewa kaduala ambako katakuwa kama hivi alafu na kadoti. Ukishika hivi utakuwa ukilipea. Mfano ikipitisha hapo, umeona pale ambapo pametoboka na kuwa napajazia kama hivi. Umepaona? Sasa mara baada ya hapo utajazia pote ambapo unaona wewe kwa pamekaa vibaya. Lakini pia ambapo umezidisha, labda hautaki kionekane kitu cha nyuma, mfano kama hapo umeona nimezidisha, utabonyeza pale kuna erase. Hapo maana yake ni kufuta kale kitu ambako utakuwa umekazidisha. Nikipitisha hapa duara lile, umeona nimefuta. Lakini pia talipunguza duara hapo juu kwanza, afu takuja na hapa hivi tutafuta. Baada ya hapo sasa picha yangu itakuwa imekaa vizuri. Hii hapa, umeiona picha yangu imekaa vizuri kabisa na imekuwa kile kitu cha nyuma hakipo. Kwa hiyo sasa nitapiga tiki hapa juu. Tap. Baada ya kupiga tiki, kama utakuwa una data ama data yako imewashwa ama una MB kwenye simu, tangazo litakuja. Lakini kama una, utakwenda moja kwa moja, lakini ambayo unalo utapiga X hapa ili kuondoa tangazo lolote ambalo litakuja kwenye application. Baada ya hapo sasa background itakuwa imejitoa kama hivyo, lakini picha yako itakuwa imebaki free, ambayo ndio hii hapa. Umeiona? Itakuwa imebaki free. Sasa kama utakuwa umeandaa background, umeidownload sehemu yoyote, utaiweka. Ila kwa kuwa mimi sijaandaa background, basi nitajaribu sasa kufanya mbinu ambayo nitapata ile background ya kule kule. Lakini pia kama una background nyingine, utabonyeza sehemu moja ambayo imeandika background hapa. Kisha hapa bonyeza hapo, kuna background ambazo tayari wenyewe wamekuwekea hizi hapa. Umeziona? Kabla hujabonyeza hapo kuna kapicha hizi hapa background wamekuwekea. Mfano nikichagua hii hapa, kama una MB itajidownload haraka. Umeona? Mtu anakuwa kakaa sehemu nyingine kabisa. Hii hapa, umeona? Mtu anakuwa kapiga picha sehemu nyingine kabisa na anakuwa kasimama kama hivi. Umeona? Yaani kasimama vizuri kabisa, kasimama sehemu nyingine, kasimama vizuri kabisa kama hivi. Umeona? Lakini pia kama ukiona background inakupendeza, utambonyeza huyo mtu, alafu zeni utamfanyia filter. Utabonyeza kwenye neno moja ambalo imeandika filter hapa chini, utatafuta hivi, utabonyeza sehemu moja ambayo imeandika filter. Tap. Ukishabonyeza hapo kwenye filter, nenda pale sehemu moja ambayo imeandika adjust. Tap. Ukishabonyeza kwenye adjust, anza kuchezea mshale wa kwanza ama bonyeza sehemu moja ambayo imeandika brightness pa kwanza, pajaze. Ukishapajaza utaona matokeo yanabadilika kama hivi. Unaona mtu anavong'aa. Ukiwa uone vizuri utamkuza kwanza mtu ili usikosee. Angalia mtu anavong'aa. Umeona
Unaona mtu anavung'aa. Then utabonyeza tena kwenye Control ST hapa. Utabonyeza vidude vidimba vyote, utaenda unajaza paka pale ambapo utaona wewe inakufaa. Taanza. Unaona ukifanya hivi inapungua kabisa, kwa hiyo nitafanya hivi. Umeona mtu atakuwa kama hivi. Umeona hapo alivyokaa. Kosa ndo tamzoom hivi kidogo, afu then nitamweka hapa hivi. Umeona hapo anakuwa kama vile kasimama hapo, yani kama vile alipigia picha hapo kabisa. Lakini sasa picha kama hizi mara nyingi waga wanapendaga, si wasemi vibaya ndugu zangu, wanapendaga kabila ama Wasukuma. Sasa sisi watoto wa town huwa tunachagua background ambazo ni za kama location. Kwa mimi nitabonyeza pale kwenye neno background, alafu sasa sitochagua hizi background kama mfano kama hii hapa ya lami hapa. Hii hapa mtu anasimama hivi. Umeona? Ukimfanyia hivi Msukuma ama ukimfanyia mtu gani wa kijijini sana, anaona kama vile umemweditia vizuri sana. Umeona mtu kasimama kabisa kwenye lami kama hivi, yani kasimama kabisa. Lakini achana nazo hizo background. Sisi watoto wa town huwa tunapenda mambo mazuri. Kwa sasa mimi sitochagua hizi background kama hizi. Tizama. Na hii hapo umeiona. Hizo ni background ambazo watu wengi sana wanazipenda, ila sisi watoto wa town huwa tunachagua background ambayo nyuma haina mapicha picha, ila hii ni kali sana hii background hapa. Naweza nikasema kwamba kama ni mteja tayari unakuwa umeshamaliza na umepiga pesa, mteja lazima ikubali picha yako kama umeitengeneza kama hivi, kama mimi nilivyoitengeneza hapa, lazima mteja akubali picha yako hii. Umeona hapa? Kwa hiyo tu unakuwa tayari umeshapiga hela hapa tu, umepaona hapo tu. Ila pia kama nataka zile picha ambazo zinakuwa zina uhalisia wanasema nini wanasema wa studio, utakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika hapo background, alafu utakuwa umeshaandaa background zako nzuri sana. Ukiachana na hizi za hapa, utakwenda kwenye kale ka jumlisha na kale kama kamlima tap. Hapo utakuwa tayari umeshaandaa background zako. Ila kama hujaandaa background, utaacha. Ila utataka picha yako iwe kama location, si ndio? Utambonyeza huyo mtu pia, huyo mtu ambaye kapiga picha location. Kama kweli umepiga picha location ama umepiga sehemu ambayo ni nzuri, utabonyeza sehemu moja ambayo sijaonesha hapa. Utabonyeza wapi? Utabonyeza sehemu moja ambayo imeandika duplicate. Duplicate maana yake ni kukopi mara mbili. Sawa? Tap ama kuongeza kitu. Ukisha duplicate watu watakuwa wawili kama hivi. Umeona? Watu wawili kama hivi. Umeona? Umeshakuwa watu wawili hapo. Umeona? Sasa mmoja utakwenda kumbonyeza hapa kadude haka kama kamkasi ta. Kisha mbonyeza kwa kadude kama kamkasi mmoja huyo. Hapo itasearch hapo. Matokeo yake itakuja hivyo. Utabonyeza kale kamshale ka juu kabisa hapo. Ukishabonyeza itabaki kama location pia. Umeona? Shabaki kama location, utapiga tiki. Umeona imekuwa kama location. Hilo ni tangazo tu, utaliskip haraka, tangazo la matapeli kama matapeli wengine tu. Ukishali skip tangazo kama hivyo, kumbuka tu kwamba nakukumbusha, hakikisha umbonyeza neno lililoandikwa subscribe kama bado hujabonyeza neno hilo ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili kila ninapotoa mafunzo unanifuatilia moja kwa moja ama unapata video zangu moja kwa moja. Lakini pia hakikisha kwamba unaenda kunifuatilia kwenye channel yangu ambayo ni nyingine, ambayo inahusika na masuala ya movie ya mapigano, movie ya kuchekesha, movie nini. Yaani inahusika kifupi na masuala ya movie, inaitwa Sauti ya Sifa Film. Hii ambayo sasa hivi unaona mafunzo hapa inaitwa Teacher Sauti ya Sifa. Zote hakikisha una subscribe ili kunisupport, lakini pia ili kupata burudani, lakini pia ili kupata mafunzo. Yaani kifupi ni kuburudika na kuelimika na kufundishika pia. Sasa hapa baada ya mimi ya kuichukua picha yangu na kuileta hapa ama wanasema ile duplicate kuifanya background yake ionekane,
nitabonyeza tena pale pale kwenye neno ambalo imeandika background. Baada ya kubonyeza neno background, nitachana na hizi background hapa za hapa ambazo tayari wamenichagulia wenyewe. Zipo nyingi nzuri sana ziko hapa. Matokeo yake sasa mimi nitakwenda kubonyeza aka kabiki hapa juu, aka hapa. Nikishabonyeza aka kabiki bwana kananichagulia kwamba kila nitakapopeleka, mfano nikapeleka hapa kwenye rangi ya uso hapa, rangi ya huko nyuma inakuwa ya nini? Ya uso tu. Mfano nikakapeleka hapa kwenye rangi ya ndala, rangi ya huko nyuma inakuwa ya ndala tu. Aka kaduala. Mfano nikakapeleka hapa kwenye background, rangi ya huko nyuma inakuwa ya background. Kwa hiyo mimi nitaweka rangi ya huko nyuma iwe ya background, afu nitapiga tiki. Nikishapiga tiki, rangi ya huko nyuma imeshakuwa ya background, remove tap. Umeona? Nikisha remove sasa, kumbuka rangi ya huko nyuma imeshakuwa nini? Background. Lakini pia angalia hapo juu kichwani kuna kama vile tunini, tuduala ambazo tumetusahau. Utabonyeza hivi, alafu utabonyeza kamkasi chapchapo, utabonyeza ile elize, alafu zeni utakwenda utatafuta vizuri ukuze picha. Baada ya hapo utapiga tiki. Baada ya hapo sasa, nadhani unaona kwamba picha yangu imetulia kama hivyo, lakini pia haina uchafu japokuwa hapo juu kama vile nilipafuta pia. Sasa ikishakuwa picha yangu imetulia kama hivi, hapo katikati hapo ya nyuma ya mtu itahitajika niweke background. Kwa kama unataka kuweka background nzuri, ni lazima uwe tayari umeshaziandaa zile kama za location. Mfano kama mimi hapo nyuma nitaweka background kama hii hapa. Nitabonyeza neno fulani ambao umeandika add. Hapo kwenye add maana yake kwamba niongeze picha. Nikishabonyeza hapo, nitakwenda kwenye sehemu moja ambayo imeandika allow access to all photos. Nitabonyeza hapo. Nishabonyeza hapo, simu yangu itaniambia kwamba niende kwenye setting ya hii application. Nitabonyeza permissions. Hapa kuna permissions, nitakwenda hapa kwenye photo and video. Hapo nitapabonyeza. Baada ya hapo utabonyeza always allow all. Baada ya hapo nitarudi nyuma. Nikisharudi nyuma sasa, picha zangu zote za kwenye simu nitakuwa nikiziona. Mimi nitatafuta picha ambayo tayari itakuwa nimetaka iwe background pale nyuma. Sijui umenisoma hapo. Picha ambayo tayari nitakuwa nataka iwe background pale nyuma, nitachagua picha yoyote ile ambayo unaona mimi kwangu itanipendeza. Mfano sasa nitakwenda kuchagua picha gani, haraka. Nitakwenda kuchagua picha ambayo ni hii hapa. Umeiona? Sasa baada ya kuichagua hii picha imekaa mbele, ila sasa nitaiacha hivyo mbele, ila sasa nita-adjust hapa. Tap. Baada ya kui-adjust nitabonyeza zile mishale kama kawaida ili kuipendezesha. Nitajaza hapa. Haraka. Baada ya kuijaza sasa, utakuwa umenisoma. Baada ya kuijaza sasa, picha yangu itakuwa kama hii. Sawa? Nitaibonyeza hiyo picha ya mbele hii. Alafu zeni nitasogeza hivi vidude vya hapa chini. Alafu nitabonyeza hapa move down. Sawa? Nikishabonyeza move down, ile picha imekuwa ndani, afu hii hapa ya mtu imekuwa nje. Umenielewa? Umenisoma hapo nilichokuwa na maanisha. Umeona? Kwa hiyo sasa nitaigeuza pia hii picha hivi. Kuigeuza unazungusha tu kadude, unakashika hapa afu unazungusha. Nitaizungusha mpaka hapa. Afu nitaiweka hapa hivi. Umeona? Ukishaiweka hapo, pia mimi nitaongezea madoido kama haya tu. Haya ni madoido tu ya kawaida sana. Tap. Umeona picha ilivyotulia? Hii hapo. Umeiona? Afu zeni baada ya hapo na save nampa mteja. Okay. Natumaini kwamba umejifunza jinsi ya kuedit picha, lakini picha itoke kali na iwe nzuri kabisa kupitia application mbili ambapo zinatokea Play Store.
ama kwingineko kutokana na simu yako, kama ni ya iPhone, SOS ama Android kama yangu. Applications zenyewe si zingine, kuna Adobe Photoshop ambayo inatumika kwenye simu, lakini pia kupitia application ya Background. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa, nilokuletea tutorial hii. Kuna comment, hakikisha unaniambia unatokea nchi gani, ama nini ambacho nimefeli kwenye mafunzo yangu, ama nini ambacho umekipenda kwenye mafunzo yangu. Lakini pia hakikisha una subscribe, una like hii video ili uweze kuletewa video kama hizi zingine. Huenda kwamba mimi nimekufundisha kidogo, lakini kuna watu wengine wanaweza kufundisha kikubwa zaidi ya nilichokufundisha mimi. Lakini pia ili uweze kupublish video hii na wengine waione kote ulimwenguni. Bye.